بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم. وبعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtukufu mjumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungali tutaendelea kuonesha jaiza za waliofungamana na Qur'an, jaiza za wale ambao wenye kuhifadhi Qur'an. Ni nyingi sana, faida yake ni kubwa sana, na kuna jawaiz nyingi sana ambazo Mwenyezi Mungu ameziandaa kwa wale ambao ni watu waliofungamana na Qur'an kwa kuhifadhi. Leo tukiwa katika jaiza ya 10, nasema jaiza hii ya 10, istiqbalu alquran lahum, istiqbalu alquran lahum inda khurujihim min quburihim, kwamba Qur'ani itakwenda kuwapokea siku ile watu watakapofufuliwa kutoka kwenye makaburi yao. Hawa watu waliofungamana na Qur'ani kwa kuihifadhi, mwenyeji wao itakuwa ni Qur'an. Allah itakwenda kuwapokea pale wanapotoka kwenye makaburi yao. Kila mmoja ajua kwamba sote tutakufa, tutaingia kwenye makaburi yetu, na iko siku tutaishi siku kadhaa, miaka mingapi tutaishi katika kaburi zetu, kila mmoja kaburi yake, na iko siku tutafufuliwa kutoka makaburini mwetu. Sasa wale waliofungamana na Qur'an, waliohifadhi Qur'an, Qur'an itakwenda kuwapokea, ndio itakuwa mwenyeji wao kutoka kwenye makaburi yao. Watakapotoka tu makaburini wao, watamwona kuna mtu amesimama ajili yao. Allah tujalie ikhlas ya Rabb, twende tukakute fadhila zetu. Allah tujalie ikhlasi sote, tukakute ajiri ya kufungamana na Qur'ani na kuhifadhi. Basi jaiza hii inazungumzia habari hizo, istiqbalu alquran lahum inda khurujihim min quburihim, Qur'ani kuwapokea wakati ule atakapotoka kwenye makaburi yao. Asema haithu yastaqbiluhum alquran ahsana istiqbal, Qur'ani itakuja kwa namna ya kipekee kwenda kuwapokea, tena kwa mapokezi ambao ni mazuri. Ahsana istiqbal, mapokezi ya hali ya juu, mazuri ya hali ya juu. Hina yakhrujuna min quburihim, wakati ule watakapotoka kutoka kwenye makaburi yao. Hadithi ya Buraida iliyopokewa na Ahmad. Buraida radhiyallahu anhu asema, kuntu jalisan inda nabii sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nimekaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Buraida, moja katika masahaba watukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, asema nilikuwa nimekaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu yaqul, nikamsikia mtume akisema, wa innal qur'ana yalqa sahibahu yawm alqiyamah hina yanshaqu anhu qabruhu karrajuli shahibi. Hakika Qur'an, mtume anasema katika hadithi iliyotokana na Buraida kwamba mtume amemsikia mtume akisema, wa innal qur'ana yalqa sahibahu yawm alqiyamah, na hakika Qur'ani itakwenda kumpokea yule aliyefungamana nayo, yule aliyehifadhi
siku ya Kiyama. Hina yanshaqu anhu qabruhu, wakati litakapompasukia tule kaburi ili atoke, Qur'ani itakuwa imesimama pale kumsubiri. Mashaallah. Ya Rabbi, ya Rabbi, tukutanishe na Qur'ani ya Rabbi. Wote waliotangulia waliokuwa wamefungamana na Qur'ani wakutanishe na Qur'ani ya Rabbul Alamin. Wajalie ikhlas, wajalie kuwa walikuwa na ikhlas. Kama ilikuwa kuna ikhlas ya Rabbi, ondoshe, uweke ikhlas, wabadilishie kile walichokifia, watie kwenye ikhlas ili wakakutane na fadhila hizo. Na sisi ambao tungali bado tuko hai ya Rabbi, sisi na wanafunzi wetu na ndugu zetu na wazee wetu na mashekhe zetu ya Rabbi, na mashekhe zetu pia ya Rabbi, tujalie ikhlas katika hii kazi na hii amali tukufu, ili na sisi tutakapoondoka na mashekhe zetu na watakapoondoka na wanafunzi wetu watakapoondoka na wazee wetu watakapoondoka, tujalie ikhlas, twende tukakutane na Qur'ani kitupokea makaburini mwetu wakati wa kufufuliwa ya Rabbi. Wa inna al-Qur'ana yalqa sahibahu yawm al-qiyamah, hakika Qur'ani itakwenda kumpokea yule aliyofungamana nayo kesho Kiyama. Hina yanshaqu anhu qabruhu, wakati kaburi litakapokwenda kumpasukia, Qur'ani itakuwa pale amsubiri. Asema karajuli shahibi, kama mtu ambaye amechoka, rangi yake imefifia kwa hali aliyokuwa nao ya uzito. Fayaqulu lahu, Qur'ani itamwambia mtu kama yule, hal taarifuni, je wanijua mimi? Yani Allah ataileta Qur'ani kwa sura za mtu ambaye kwamba amechoka, rangi imefifia kwa machofu ya jua, kwa machofu ya kutolala. Itasimama kwa mtu wa hali hiyo. Wal maana annahu at'aba nafsahu yawm bisawmi an-nahar wa qiyam al-layl. Mtu aliyokuwa katika hali kama hizo, mchana afunga, usiku asimama, mtu kama huyo atakuwaje hali yake? Kwa Mungu daraja yake ni kubwa sana, lakini katika dunia atakuwa ni mtu amechoka, mchofu kwa uzito aliokuwa umeubeba, amejibebesha nafsi yake. Lakini ulikuwa ni uzito wa khairi kujiandalia katika akhira yake. Karajuli shahid, mtu ambaye kwamba alikuwa amechoka, mchofu, rangi yake imefifia. Alhamdulillah rabbil alamin, hadikum Allah, aslih balakum. Fayaqulu lahu, yule mtu atamwambia, hal taarifuni, je wanijua? Fayaqul, yule mtu aliyokuwa amefungamana na Qur'ani kwa kuhifadhi, aliyotoka kaburini mwake hivi sasa, atamwambia yule atamjibu, ma a'rifuk, mimi sikujui wewe. Fayaqul, Qur'ani itamwambia yule, Qur'ani ile iliyofananisha kwa sura za mwanadamu. Fayaqulu lahu, itamjibu kumwambia, ana sahibuka al-Qur'an, mimi ni yule rafiki yako Qur'an, alladhi adhma'tuka fil hawajiri, adhma'tuka fil hawajiri, yule ambaye niliyekuweka na kiu wakati wa kiangazi. Ulikuwa ukifunga wewe, yani Qur'ani imekufanya ufungamane na ibada, mchana wafunga, usiku wasimama. Adhma'tuka fil hawajiri, nimekuweka na kiu na njaa wakati wa kiangazi. Wa ashartu laylaka, na usiku nilikuwa nikikukeshesha, kisimama usiku. Kama makumbuka jaiza moja huko katika jaiza tulizokuwa tukizieleza kwamba huwezi kuwa ni hamilul Qur'an katika njia hiyo alafu ndani yake kukosekane maabidi. Nafikiri makumbuka hapo nyuma katika jaizati za nyuma tulikuwa tukieleza kwamba ndani ya mahafidhul Qur'an kuna maubad, ndani ya mahafidhul Qur'an kuna maulama, kuna masahaba, kuna wachaji Mungu,
manabii wako ndani pamoja na mtume na masahaba. Sasa huwezi kuwa ni hafidhul Qur'an kisha ukakosa kuwa ni abid, na ukiwa ni abid, kwa hivyo swala za mchana utafungamana nazo 100, swala za usiku utafungamana nazo 100, saumu za sunna utafungamana nazo 100. Kwa hivyo adhmatuka fil hawajiri, nimekuweka na kiu wakati wa kiangazi, wa ashartu laylaka, na nikakukeshesha usiku. Ulikuwa ukisimama ukifanya ibada wewe. Alafu endelee kumwambia wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, hakika kila mfanyi biashara huwa yuko katika nyuma ile biashara yake, yani kwa kuhifadhi na kuhakikisha hisabu yake, faida yake, hasara yake. Ikamwambia wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijarati, na wewe leo ndio umeshinda biashara zote, uko nyuma ya biashara zako zote zile. Faida yake ndio leo, faida yake ndio leo. Qur'ani yako leo kwa umefungamana nayo kuhifadhi, leo ndio utaiona faida yake. Qur'ani yako leo kwa ukikariri kila wakati kwa ajili ya kuhifadhi ile aya, leo ndio utaona faida yake. Kila harufu faida yake, leo ndio utaona faida yake. Ibada zako ulizokuwa ukizifanya, leo ndio utaona faida yake. Za mchana na za usiku, leo ndio utaona faida yake. Wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijaratin, alafu fayu'ta al-mulka biyaminihi, fayu'ta al-mulka biyaminihi, apatiwe ufalme, cheo kikubwa ikiwa upande wake wa kulia, wal khulda bishimalihi, na khuld ile daraja yake ibakie katika utukufu ule ule aliopanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, peponi abakie milele, cheo chake kibakie milele, itawekwa upande wa kushoto mwake. Wayudhau ala ra'sihi tajul waqar, iwekwe kwenye kichwa chake taji la utukufu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu baada ya utukufu huo ambao atapatiwa yeye, haitatosha kwake yeye peke yake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ya Buraida, wayuksa walidahu, wayuksa walidahu, na wazazi wake nao waveshwe. Kwa heshima ya mtoto huyu aliyofungamana na Qur'an, wazazi wake hawezi kuachwa. Leo katika dunia, mama aliyemzaa rais na baba mzaa rais leo wanaheshimiwa katika dunia yao kwa kuwa hawa ndio wazazi wa rais mheshimiwa, mkuu wa nchi. Wazazi wa mkuu wa nchi wanaheshimiwa, wanawekewa walinzi, wanaangaliwa na serikali kwa kila chao, wanalipwa na wao kwa kuwa ni wazazi wa mheshimiwa mtukufu rais. Sunnatullah, hiyo ndio sunna Mwenyezi Mungu. Wewe mtoto ulihifadhi Qur'ani kwa heshima yako, wazazi wako hawakuhifadhi hata Qur'ani kidogo, lakini kwa heshima yako watakapofika kwa Mwenyezi Mungu, na wao watakwenda kuwekwa sehemu tukufu kupitia wewe. Ya Rabbi, tujalie ikhlas ya Rabbi. Wazazi tunaowasomesha watoto wetu hifdhi Qur'an, tuweke ikhlasi ndani yake, ndani yetu, na tumuhimize mtoto asome kwa nia moja tu, ili twende tukakute. Wayuksa walidahu, na wazazi wake waveshwe hullatain, mapambo, nguo, mavazi maalum, mavazi ambayo Mtume anasema la yuqawwamu lahuma ahlu dunya, watu wote walioko duniani hawawezi kutia kima, na wote watachangia, kila mmoja atoe muluki wake wa pesa zote alizonazo kwenye mabenki, kila mmoja ule utajiri wake wote, hata mwenye shilingi amemiliki shilingi moja tu aitoe, yani dunia mzima watoe pesa zao zote, kila mmoja utajiri wake alionao, ikiwa na magari, wa pesa, wa dhahabu, wa nini, kila mmoja atoe, baki fukara ili kununua nguo hizo. Mavazi hayo mawili aliyoveshwa baba na mama hawataweza, huo ufalme wote duniani hautaweza kununua mavazi mawili hayo.
Watakapoveshwa mavazi mawili kama hayo, wazazi wawili, baba na mama, kwa kumzaa mtoto huyo aliyebeba Qur'ani na kufika nayo kwa Mwenyezi Mungu, watakapoveshwa ya mavazi kama hayo, fayakulani, watauliza kwa kusema, bima kusina hadhihi, kwa matendo gani tumeveshwa mavazi haya kitukufu? Kwa matendo gani tumeveshwa mavazi haya matukufu? Fayuqalu, kutasema kuambiwa wao, biakhadhi waladikuma alqur'ana, biakhadhi waladikuma alqur'ana, kwa kuwa mtoto wenu amehifadhi Qur'ani, heshima yake na nyinyi mmekuwa daraja kama hii. Kwa heshima yake na nyinyi mmepata daraja kama hii. Biakhadhi waladikuma alqur'an, kwa kuwa mtoto wenu amebeba Qur'ani, kwa kuwa mtoto wenu amehifadhi Qur'ani, na nyinyi mtachukuliwa mwekwe mahali pazuri. Haiwezekani mtoto wenu aweke mahali pazuri wakati nyinyi ndio mliomzaa, nyinyi ndio mliomsimamia, nyinyi ndio mliompeleka, alafu nyinyi kwa kuzembea kwenu katika dunia mwende mkaweka mahali pengine na ye pabaya, alafu yeye akaweka mahali pazuri. Ataihisi vipi starehe hiyo ikiwa nyinyi uko mahali pengine pabaya? Kwa hivyo mumeveshwa mavazi ya utukufu kama hayo na kuwekwa sehemu tukufu kama hiyo, biakhdhi waladikum alquran, kwa kuwa mtoto wenu amefika kwa Mola wake kwa ameibeba Qur'an, basi na nyinyi mmewekwa sehemu kama hiyo. Thumma yuqalu lahu, kisha sasa azungukiwe yule mtoto aliyokuwa amehifadhi Qur'an, azungukiwe yule mtu aliyokuwa amehifadhi Qur'an. Fayuqalu lahu, aambiwe, iqra was'ad, sasa na wewe soma na huku ukipanda. Hiyo ni lift. Sasa leo Qur'ani waisoma kwangu kama ustadhi wako, leo Qur'ani naisoma kwa shekhe langu kama shekhe langu, leo Qur'ani waisoma kwa ustadhi wako, lakini kesho tutakwenda kuisoma Qur'ani kama hiyo tuliokwenda kuhifadhi mbele ya yule mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi ndio tumeiteremsha hii Qur'ani na sisi ndio tutakao uhifadhi. Leo Mwenyezi Mungu amekuafikia akaitia Qur'ani kwako, na wewe ukaibeba vizuri, ukaheshimu Qur'ani, ukajiheshimu wewe mwenyewe kwa kuwa ni mtu uliyebeba Qur'ani, upaka ukafanayo katika hali mzuri. Kesho Allah subhanahu wa ta'ala atakwambia uisome mbele yake, iqra wartaqi, iqra wartaqi, soma na huku ukipanda. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, hakika daraja yako ni ile aya ya mwisho utakayo ikosoma, ya mwisho, hapo ndio daraja yako itakomea. Ataambiwa iqra was'ad, soma na huku ukipanda, fi darajatil janna, katika daraja za peponi, wa ghurafiha, na vyumba vyake na majumba yake na makasri yake. Atakuwa fahuwa fi suudin, atakuwa yuendelea kupanda, maadama yaqra'u hadhan kanan au tartila, iwe ni kwa spidi au kwa upole au kwa mahadhi, kwa hali zote zile atakuwa yuwapanda tu na huku mwenyewe yuwasoma. Itoshe kwamba ni utukufu kwamba Qur'ani yako uliyohifadhi kesho utakwenda kuisoma mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto wako Qur'ani yake aliyohifadhi kesho atakwenda kuisoma mbele ya Mwenyezi Mungu, na wewe mzazi baba, na wewe mzazi mama, kwa kuwa mtoto wenu amehifadhi Qur'ani kesho atakwenda kuisoma mbele ya Mwenyezi Mungu, na nyinyi mkiwa katika mimbar ya nuru, mmewekwa mahali pazuri na mavazi yenu mazuri, mavazi ambayo kwamba haiwezi kuingia kima katika dunia mzima. Ukimwangalia mtoto wenu anavyoisoma Qur'ani mbele ya Mwenyezi Mungu na huku akipanda lifti, kila anaposoma apanda na kupanda na kupanda. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suma. Allahumma ij'al alqur'ana al'azima rabi'a qulubina wa nuran li sudurina wa kashifa karbina wa ahzanina. Allahumma arham amwatana bil Qur'an. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم، جزاكم الله خير.